Mwaka jana hauko tena. Ameanguka. Ile pingamizi ulikuwa navyo binaisha. Shurune ya jana ukaioni tena maisha yako. Mateso ya mwaka jana haipo tena. Ile mashida zote zimefanya nini? Mbele ya sisi kutoka kwenda kumanyumba kuri bamayo uto batupekanishishe kwa menshi. Tutachunga programu kutoka kwa mama wale ambao wanatutarisha maji. Bwino ife tuingomfu wako kuri bena pantu bena iba kwete kwa chinga katika lambana. Mama njobe ni kujua ukweli wa mambo walitayarisha, tunaweza kupata habari kutoka kwao. Kumashamba unaweza ukafanya bikubwa. Kama uko na kazi yako ya mikono unafanyaka ndani ya nyumba, ifanye kwa bidii. Amen. Ndio baraka za Mungu zionekane humo. Kanisa litabarikiwa, litainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwaka huu tutoshe uzembe. Iwe kukazi ya Mungu tutoshe nini? Uzembe. Tutoshe uzembe. Ndipo pale tutaona vile venye Mungu wako anasema linaanza kujirealize haraka. Ona watu wenye kuwaziaka tu kwamba pesa ni baraka, lakini pesa ikalaki na nikwambie ya kuwa Mungu anakujali. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie, ikiwa Mungu anakujali, jitoe kwake. Jesus is the best way to let grow in your life. So if you need to grow, just try the name of Jesus. Try Jesus to grow in
Wanasema nzambe wa moyo. Kweli ni wa moyo. Haleluya. Yeye ni Mungu mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tulisema ujumbe furaha. Sio kwa sababu ya bukali, sio kwa sababu ya mchele. Ujumbe furaha kwa sababu uko na ule anaitwa nzambe wa moyo. Wazuri kuliko wewe. Wasomi wametembea inchi na inchi, kwa sasa hivi historia yao haipo. Amen. Kama wewe uko mzima ni furaha, kama wewe uko mzima mwambie papa ninafurahi. Haleluya. Haleluya. Amen. Acha nikukaribishe kwa hii neno la leo, nikwambie ya kuwa Mungu anakujali. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie, ikiwa Mungu anakujali, jitoe kwake. Atasema, atatenda, atakugusa, atakupanguza machozi. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu vilikuwa haviendeke kabisa. Usijali, yamepita. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Ule mshawi wa mwaka jana hauko tena. Ameanguka. Ile pingamizi ulikuwa navyo binaisha. Amen. Shurune ya jana haukaioni tena maisha yako. Amen. Mateso ya mwaka jana haipo tena. Amen. Ile mashida zote zimefanya nini? Zimeondoka. Tumevuka na Yesu Kristo. Amen. Nina moyo wa shukrani. Amen. Acha nikwambie kama mwaka juzi na mwaka jana tulikuwa mkanisa ya magomvi na kadhalika. Haleluya. Lakini acha nitamke nikwambie kuwa mwaka huu Mungu awashangaze watu. Amen. Kumbe mabikao binaishaka makanisa. Pastor Joshua, Mungu akubariki. Nyota ya uchungaji iko kwako. Amen. Bwana kuya mseme na da fulani alisema hivi, na da fulani akakuwa hivi. Kumi na ile inawezaisha. Hii ni umoja wa shukrani yangu ambao ninaona kweli roho yangu nikose chakula lakini nasikia kiroho na nenepa. Amen. Kama naona Yesu vile. Amen.
na papa fulani alifanya hivi, hii ni problem na pastor. Haleluya! Amen. Ule Mtanzania anasema aseme pastor, kama utashindwa na umbea basi funga kanisa. Hii yetu haifunge na umbea habu. Nashukuru Mungu kwa kuwa sisi wote tuko na adabu. Amen. Nashukuru Mungu sababu kanisa letu halina na sifa mbaya kwa sisi kwanza. Tumeshikamana kimoja. Mungu awabariki na washangaze. Na acha nikutabirie nikwambie, tukiendelea na tabia hii ya bila masengenyo, ya bila magomvi, ya partage nzuri, kila mtu anakuwa na roho ya kichungaji, kwenye vikundi vya waimbaji watu wanachangia. Haleluya. Kwenye vikundi ya watoto watu wanachangia. Na kila mtu anaridhika na utumishi wa mwenzake. Mungu atushangaze. Amen. Yawezekana hii amani haiko katika kanisa. Ndio Mungu alikuwa anataka ifike ili aweze kukuinua. Amen. Kinachokutakia ni kutafuta. Haleluya. Tema yetu ya leo, nani anastahili kupata? Haleluya. Nani anastahili kupata? Itakuwa ni alama ya utaanza nayo mwaka ya kujua kama ule anayestahili kupata ni nani. Tunasoma Mathayo. Maandiko ambayo unayajua kila leo. Mathayo 7:7. Haleluya. Amen. 1 mpaka 6. Karibu msomaji. Tuheshimu neno la Bwana. Ndio, tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 7. 1 mpaka 6. Ndio. Nasoma kwa jina la Bwana. Soma mtumishi wa Mungu. Msihukumu ili msihukumiwe. Ndio. Kwa kuwa hukumu ambao mnahukumu ndio mtahukumiwa. Ndio. Na kipimo ambacho mnapimia mtapimiwa. Ndio. Kwa nini unaona kitakataka ndani ya jicho la ndugu yako, lakini ufikirii boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Ndio. Au namna gani utamwambia ndugu yako, unipe ruhusa nitoe kitakataka ndani ya jicho lako? Na tazama, boriti ni ndani ya jicho lako mwenyewe. Ndio. Mdanganyifu, uondoe kwanza boriti ndani ya jicho lako mwenyewe, kisha utaona wazi kutoa kitakataka ndani ya jicho la ndugu yako. 6. Msiwape imbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itakuwa ni unabii ambayo itakayo kusindikiza kwenye mafanikio yako ili usiweze kwa hukumu wengine, usije kumshirikisha Mungu. Bwana Yesu. Amen. Amen. Ninatoa kukuambia ya kuwa hii mwaka ambayo tulikuwa nayo ilikuwa mavikao ya mama probleme. Hii mwaka ambayo tumeanza, haleluya, na Holy Temple, sio mwaka ya wakosa damu. Amen. Ni mwaka ya watu ambao wako wazima kabisa. Nikimsimamisha udada ase tupatie chorus, anaituma na sisi wote tunapokea kwa furaha bila kuangalia kimo kyake. Yaani humu hatuna wakosa damu. Haleluya. Kwa hiyo inanitia moyo na nataka nikuambie ya kuwa hukumu yoyote ile ambayo unaweza kafikirie kwa watu walio nje, tusizame ndani kabisa. Haleluya. Jitayarishe kwenye huduma yangu. Huduma yako ipanuke, nifalie wengine. Bila kusema ya kuwa mimi ndio nilicheza sana nikawawina. Unataka kwenda kuhukumu. Haleluya. Usihukumu wale ambao hawajui kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokwenda kuombea mtu unapokea hata muujiza, sababu na mwaka huu ninakutabiria ni ya miujiza kwenye maisha yako. Hakuna atakayesimama. Shetani atakuwa chini, wachawi hawatakuwa na mamlaka juu yako. Utakuwa wima sababu umemheshimu Mungu na wewe mwenyewe umejiheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usisubutu kutosha kitakataka kilicho ndani ya jicho ya mwenzako wakati mwenyewe una boriti. Haleluya. Hii alikuwa anasemezea watu ambao wameikalia madhambi alafu wanaenda kuona dhambi za wengine. Bwana Yesu asifiwe. Jikosowe kwanza. Haleluya. Jikosowe kwanza. Useme hivi, Bwana sistahili, Bwana sifai, lakini ninahitaji na mimi nikuwe mwenye kufaa.
Bwana Yesu asifiwe. Unapoona makosa kwa watu wengine, piga makoti na kuwaombea kama sio wa nivo yako, kimwambia Mungu hawa nao kutanana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Habari za kuhukumiana, habari za kutetana, habari za kuweza kukamata wengine kama vile hawafai, wewe ndio unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Haya itakupatia alama mojawapo ya kuonesha kuwa wewe umemjua Mungu na ufalme wa mbingu ni wako, na mengine yatakuwa nyongeza. Haleluya. Huyu ndiye mtu ambaye anastahili kupata, mtu ambaye hana na ghadhabu yoyote, mtu ambaye hana na nongo na mtu yoyote. Kila anapopita na sifa nzuri, anapoimba na sifa nzuri, anapokwenda kwenye biashara vyake si mkorofi. Haleluya. Ana nabii ya kusema hapa ndio bafrere fulani hivi mimi nabaona nilikuwa nauzisha 170 wao niwapatie muone. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye yuko na msimamo. Haleluya. Mtu sio mkorofi. Mtu mwenye anaweza akakope kwa mtu na anakuwa mwepesi kwenda kulipa ama kwenda kupapata. Bwana Yesu asifiwe. Si mtu wa maprobleme. Bwana Yesu asifiwe. Ili hukumu ya watu isije karibu kilicho ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hili niliweza kuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja fulani niko nafanya biashara ndogo ndogo, wazee wakanikokota wakaniambia, "He bwana, tunaona wewe kijana, zogelea hao wazee waangalie kisi naona hizo kapite." Bwana Yesu asifiwe. Nikashikokota nikasema na mimi nikae hapa. Mwaele kukaa kwa uaminifu, ninakopa, ninarudisha, ninakopa, ninarudisha. Kumwisho wakanipatia responsibility ya kutosha vitu vyenye sikulangula kamio kama 2, 3 zinafikia kutuma hii. Nipe tu transport franka zao ndio zilifanya, sababu wasirudi na vitu mizigo kwenye walitoka, nibeba mizigo ya koltamu kurudia, basi uweze kusubutu kufanya nini? Kuleta tena biashara, ukia na gari video mweba weke amba wateshe pesa zao za mfuko. Kusema baraka unaweza kuipata aje? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapasha kushukuru. Tangu siku tulisikia maneno ya faraja, maneno mengi ya baraka. Sasa njia ya kuweza kuvuna hiyo baraka ndio tunatoka kuambiliwa. Sababu hata maandiko matakatifu inaanza kutaya njia ambao mtu atapata baraka mle. Na ninashukuru Mungu sana kwa sababu niko naona ndani ya kanisa wadada wanajiweka, wanajisukuma hata wao wenyewe kutafuta mitaji. Mungu awasaidie na mishangazi mwile manjamu mnaenda. Bwana Yesu asifiwe. Tuko naona bafreri beko banajisukuma benyewe manjia kutafuta mitaji. Mungu awabariki katika hiyo manjamu fanikiwe. Sababu sisi hatutampita Mungu tekniki. Mungu ndio teknisie mwenyewe. Alisema na wana wa Israeli hivi, mtabarikiwa nyumbani, mtabarikiwa tena na wapi? Shambani. Haleluya. Sasa kama unakatala shamba utabarikiwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtabarikiwa katika mifugo midogo na katika mifugo mikubwa. Wewe upendi kufuga, sababu utabarikiwa namna gani? Tunajua mifugo midogo ndio yenye mtumishi wa Mungu anatoka kusema tangu kuanzia kumadizwiti anauza saki 3 ya sima. Lakini unasema, "Baba, unibariki. Napenda nijenge nyumba sima. Unipe sima, unipe sima." Bana kwambia unabarikiwa, amen. Nabarikiwa ufanye tu mifugo midogo. Sasa hiyo ni baraka ya kupata sima itatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ukifuga bakuku, mifugo midogo, Mungu atawekea mkono, bale bakuku utafanya mambo makubwa. Mifugo kidogo kama vile tunasikia mapanya, unaweza kukafanya vikubwa. Kumashamba unaweza ukafanya vikubwa. Kama uko na kazi yako ya mikono unafanyaka ndani ya nyumba, ifanye kwa bidii. Amen. Ndio baraka za Mungu zionekane humo. Kanisa litabarikiwa, litainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwaka huu tutoshe uzembe. Iwe kukazi ya Mungu tutoshe nini? Uzembe. Tutoshe uzembe. Ndipo pale tutaona vile venye Mungu wako anasema linaanza kujirealize haraka. Ona watu wenye kuwaziaka tu kwamba pesa ni baraka, lakini pesa ikalaki na rezudre mambo yote sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jia nini nasema hivyo? Ndio kila mtu anatamani pesa, lakini mara nyingi pesa zinawaangamiza wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza unaletewa leo hata 10 pini hivi anakupatia, yasipo mpango itakwisha. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. 10 pini asipo mpango, 10 pini itakwisha. Lakini 10 pini pamoja na mpango
itakufanya uinuliwe. Unaweza kwenda hata Dubai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juu ya 10 pine ni mpango. Nilikuwa nasikia Temanyazi ya huyu mzee na alivumaka sana Kongo, Katumbi chapu. Alisema alianzaka mtaji wake na $100. Bwana Yesu asifiwe. $100 alitoka kama na mzazi wake kani mama yake kama ni nani. Akaanza kuuza samaki ya bitoyo, anaanza kwenda kuzisha Lubumbashi, anakuya Kasenga anauza bitoyo, anapeleka Lubumbashi, anapeleka. Kumisha anaanza kuipeleka na kuma mtaji unaanza kufanya nini? Na leo unamfungulia akili, anakuwa na vifungo vya mingi, anakuwa anaanza kufanya na entreprise ya mingi sababu akuzarauaka ule mwanzo mdogo. Kumbe na sisi vile tunaanza mwaka huyu, kama tulianza na machache, tuwekee kwa akili na tuwekee juhudi, iwe kiroho na kimwili, maisha yetu itafanikiwa. Kumbe tutamshukuru Mungu kwa ajili ya ile neno. Tunapata neno mzuri ya ufunguo ya mwaka huyu. Tuko hapa kushukuru kwa ile tulifanya, tulirealize kwa mwaka jana, lakini tuko hapa tena tupate akili ili inaweza kutufanya kuendelea mbele zaidi. Tutaenda kumpigia Mungu asante. Tuombe katika jina la Haleluya. Siku ya leo upende. Amen. Pabushukwa lelo Mwevo nsaba chikwati okufika pali ino nchini. Nimelisha shukrani sana mwe wote ambao mlikubali kufika hii nafasi. Lelo mwinaka mukubombera lesa mukuru pantu lesa ewishiba rutampulo lwachira umona umu. Msichoke kumtumikia Mungu kwa sababu Mungu ndio mwenye kujua kuhesabia hatua ya kila mmoja aliyetumia. Amen. Lelo imbira Yesu tukwete before tatulafuma kwa kumanda kumi Yesu. Mbele ya sisi kutoka kwenda kumanyumba. Kuri bamayo utobatupeganishishe kwa menshi. Tutachunga programu kutoka kwa mama wale ambao wanatutarisha maji. Bwino ife tuingomfu wako kuri bena pantu bena iba kwete kwa chinga katika lambana. Mama ndio beni kujua ukweli wa mambo walitayarisha, tunaweza kupata habari kutoka kwao. Lelo uno bushiku bwa pita fye bwino. Leo hii siku inapita. Kuri fwe basangwa muri no nchende bwa pita fye bwino. Lelo kutanisha hapa tuilaba atina bupita tabula pita. Ai na mawazi ya shala kwa ya nono yakulunganshi. Na isa inabakia kidogo ni nyingi sana. Ni stop tilanga twafuma. Tuba bakutekanya sana. Na kama tunatoka tuwe watu wa kutulizana sana. Bandu fingi ifile titika mumushe ife tatuishi ife bali. Bingi biko nafanyika humu mjini sisi hatuvijui. Na programu ya mailo ndio kwa titafuli kwa bati ikusha kwa bandu ona na mimi. Kesho hakutakuwa kazi yoyote, tunakuwa na kazi ya maombi na ya usiku hakuna, tutakuwa kupumzika kidogo. Asante kwa kulongana ndifini. Siku ya Mungu kutakuwa kusanika tena kama hivi. Lelo ukutotera bala basitotere ko lero ngo kubesha marumbo na matotero pasande ni mubere tule mipokere ya noma
kwa